Nigatho cia mwanya muno mwiroreri wa Kiheo Television. Karibu sana thini wa tafarira wedete muno ni tafarira ya giikaro na wakiri. Na muthenya umuthi ndina munyaka muno nimumuritie nimumwitite nimuritie no mwende gukorwo mwinake na tondu thini wa tafarira no tukorwo tukimurika maundu matiganite megie ihoto, tukarehe mawakiri, tukarehe ahuraniri a ihoto cia muingi na twina muhuraniri umwe wa mwanya muno na no gwito Michael Ngige aka Jomo Kenyatta Junior na niwe twinake thini wa tafarira ya giikaro na wakiri. Nie njitagwo Wairura, karibu sana, twambe tumunyite ugeni tumumenye na ni undu waku we ndwari na mweke wa kwionera mzee Jomo Kenyatta. Riu turi na Kenyatta Junior, Jomo Kenyatta Junior niwe twinake thini wa tafarira ya giikaro. Karibu sana Jomo Kenyatta Junior. Asante sana. Mimi nimefurahia sana gaigwa dake na muno nigukuona. Riu ukoda twaria Gikuyu, Githwahili kana Githungu? Tuongee Kiswahili kwa sababu mama yangu ni Mkikuyu lakini hakunifunza Kikuyu. Okay, alikuwa ameolewa na Mtaita. Na Mtaita. No sasa huyo Mtaita hakuwa anataka tuongee Kikuyu kwa jumba yetu. No wonder Kiswahili chako ni kizuri sana. Haya, sasa ningependa labda uweze kusalimia mtazamaji. Habari gani mtazamaji? Mimi naitwa Michael Ngige Jomo Kenyatta Junior. Jomo Kenyatta Junior. Unajua mimi by the way mimi sikupata nafasi ya kuona Jomo Kenyatta. Lakini mama yangu huwa nasikia kwamba walikuwa wanaenda kuimba, wanamwimbia pale kwa State House. Na labda unaweza kutupatia tu a brief history tu kidogo yako, mahali umetoka, mahali umeenda hadi kufikia hapa. Mimi nimezaliwa Pumwani Maternity mwaka wa 63 tarehe 5 June. Hata nimesherehekea siku yangu ya kuzaliwa juzi, na ilikuwa baada ya Madaraka Day. Tarehe moja. Kwa hivyo mimi ndio uhuru kabisa. Ndio mimi. Nashukuru sana. Na after kuzaliwa mwaka huo. Kwa hivyo ulizaliwa wakati ambapo Kenya ilikuwa imepata uhuru. Hapa tu Nairobi. Ndio, Pumwani Maternity. Na umelelewa hapa hivi Nairobi, kila kitu ni hapa Kenya? Nimelelewa hapa. Kwanza mama yangu na huyo bwana yake huyo Mtaita. Sasa baba yako? Baba yangu wa kambo. Baba yako wa kambo. Nimekupata. Walikuwa wanaishi mahali panaitwa Bahati. Wakatoka Bahati wakakuja Jericho Lumumba. Sasa hapo ndio nimekulia, Jericho Lumumba. Nimesomea Jericho Primary School. Nikatoka Jericho Primary School. Wakati huo hiyo shule ilikuwa imejaa sana wanafunzi. Nayo ile ingine ilikuwa inaitwa Shule Road, ambayo ndio Rabai Road wakati huo. Ndio ilikuwa inajengwa. Sasa ilipomalizwa kujengwa, wengine wetu tukahamishwa tukapelekwa huko Shule Road Primary School. So nikasomea hapo kidogo, tena nikatoka nikaenda Martin Luther Primary School, na zote ziko tu hapo karibu na nyumbani. So nilipomaliza class cha 7, ilikuwa ni standard 7, tulikuwa tunafanya CPE. Nikafuzu, nikapata point zangu 18 kutoka kwa 36. Kisha nikaanza kidato cha kwanza hapo Chachami Jogoo Road. Chachami Secondary School. Sasa nilipofika, kwa maana hiyo shule ilikuwa inafika hadi kidato cha pili, kabidi sasa niende kwa shule ile na iko na kidato cha 3 na cha 4. So nikaenda pande za nikapelekwa pande za Taita. Huko ndio nilienda kusomea. Shule moja ilikuwa inaitwa Alan Mjomba High School. Nikasomea hapo, lakini hakukuwa mahali pazuri sana, kwa maana ilikuwa ni mahali pako nyuma sana kimaendeleo. Na magari hayakuwa yanafika
na ilikuwa huko juu mlimani, so ilikuwa shida sana kufika huko mlimani. Wakati ule tunafunga shule ama wakati wa kufungua shule, kufika huko unatembea muda mrefu sana kwenye mlima mrefu sana. Ndio nikatoka hapo nikahamishwa nikaenda Mwangeka High School. Kutoka Mwangeka High School sikuweza kumaliza kwa sababu tulifanya mgomo kidogo. Mambo ya mgomo nilianza kitambo, kwa maana yani hii mambo ya activism iko ndani yako. Iko ndani yangu, kwa maana mimi sipendi kudanganywa. Na ukinidanganya nitakwambia ukweli. Na ujue ukweli huuma kabisa. Sasa na wale ambao unawaambia ukweli wanajiona kwamba hao ndio wana uwezo. Kwa hivyo wanajaribu kujikinga na hiyo ukweli. Kwa hivyo nilifukuzwa huko. Nikatoka huko mahali nikaenda Embu, mahali panaitwa Mshonoke, St. Philip's High School. Hapo ndio nilimalizia kidato changu cha 4. Sasa kutoka hapo nikawa sikuendelea na masomo zaidi. Vile nilivyofanya, nilianza kazi ya matatu. Oh, okay. Na sasa Junior, wakati ambapo uko mtoto mdogo, naona kwamba unacheza na wale watoto wengine, labda kuna maswali ambayo labda yatajitokeza, watakuwa kikuuliza maswali mengi ama? Wakati nilipokuwa mtoto mdogo, mimi na wale ndugu zangu, wale ambao mmezaliwa pamoja sasa. Wale tumezaliwa pamoja na mama, lakini baba ni tofauti. Baba yao ndio yule aliyekuwa ameoa mama yangu. Sasa mimi kusema kweli sikuwa najua kwamba huyu mzee sio baba yangu mpaka wakati wale watoto tulikuwa tunacheza nao hapo nje, hapo Jericho, waliponiambia mimi sifanani na hao ndugu zangu, lakini nafanana na Jomo Kenyatta. Wakati ulikuwa ushamsikia Jomo Kenyatta ama ulikuwa unamsikia tu kwa taarifa au unamtazama kwenye televisheni? Sasa wamekuambia wewe si wetu, unafanana na wewe si wabao, unafanana na mzee Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta tulikuwa tunamuona kwenye television tukiwa watoto wadogo, kwa maana tulikuwa tuwezi kwenda pale yuko kwenye sherehe zake kama Uhuru Park ama Kamukunji. Hatukuwa tunaweza kwenda kwa maana sisi tulikuwa watoto wadogo. Sasa umekueleza wewe mnafanana na mzee. Wale watoto wengine majirani ndio walinielezea. Waliniambia wewe ufanani na hao ndugu zako wengine, kwa maana hao ndugu zangu wengine ni weupe, mimi ni mweusi. Tena sura hatufanani. Lakini wakaniambia wewe unafanana na mzee Jomo Kenyatta. Hiyo ikanishtua. Sasa ndio nikakuja kujua kwamba huyu baba niliye naye sio baba yangu, ni baba wa kambo. Lakini kabla hawa watoto kuniambia kwamba nafanana na mzee Jomo Kenyatta, mimi nilikuwa najua huyo ndio baba yangu. Sikuwa naona tofauti yote. Naelewa. Na sasa wakati ambapo uliona Jomo Kenyatta pale kwenye televisheni, uliona kana kwamba na kusema kweli wale hawajakosea? Basi hiyo siku mimi nikaenda kumuuliza mama yangu. Kumuuliza mama yangu, ile alivyofanya ni kunipiga kofi. Sasa hiyo kofi kunipiga hivi, nikawa sasa anashindwa, kwani nimepigwa kofi nimefanya makosa gani? Kuuliza tu baba yangu ni nani. Hiyo ilileta shida sana, ikaleta uadui baada yangu na mama yangu. Tukawa tusikizani sasa. Kwa maana kila saa nilikuwa na kitokea tu kitu kidogo hivi, mama yangu alikuwa ananipiga sana nikiwa mtoto mdogo. Kwa maana yeye ndio alikuwa na ile nini yangu, alikuwa ndio na nitasemaje, authority na Kiswahili yasemaje, alikuwa na uwezo mkubwa, mamlaka pia. Mamlaka yangu. Yule mzee hakuwa na mamlaka yangu, kwa maana yeye ashazaa watoto wake. Anachunga watoto wake pande yake. Sasa naye mama amemuelezea mama asijaribu kupiga hao watoto wengine. Lakini mimi mama yangu alikuwa ananipiga saa yote ile anataka. Naelewa. So nimekuwa katika hali nyingine ya ugumu nikiwa mtoto mdogo na mama yangu, kwa maana
Naniambia mimi ni mtovu wa adabu, sijui nafanya nini, na hakuna kitu yote mimi namfanya. Wewe uliuliza tu swali. Na labda ulipenda kujua, okay, sasa mahali mama ametoka ni wapi, ama mama alikuwa anaishi wapi? Kwa sababu vile ambavyo nimekuja kuelewa ni kwamba wewe labda mama aliolewa wakati ambapo ashakupata. Mama aliolewa na mimi nilikuwa mtoto mdogo. Nilikuwa nanyonya. Okay. Wakati huyu babangu akambo alipooa mama yangu. So hata yule ndugu yangu anayenifuata alinifuata mwaka mmoja baada ya mimi. Kwa hivyo hata alinikata kunyonya mama yangu matiti. Maana mama yangu alipopata mimba yake matiti si ilikwama. Kwa hivyo changamoto umezipitia tangu pale. Sasa hivyo nikuulize, ulitaka kujua mama ulikuwa unaishi wapi? Mimi sikutaka kujua, lakini najua kule mama yangu anatoka Kiambu Banana, huko pande ya Kiambaa, huko ndio anatoka. Kwa hivyo na mbunge wake alikuwa ndio Mbio Koinange. So na Kenyatta alikuwa anatembea sana hapo hiyo kwa Mbio Koinange, kwa maana Mbio Koinange alikuwa ndio personal assistant wake. Okay. Na tena alikuwa minister katika hiyo cabinet ya mzee. Sasa nadhani pengine mambo yalitokea hapo, mimi sijui, sina habari na mambo mengi, lakini wakati sasa mama yako alikuwa ni msichana tu, msichana mdogo. Mzee Jomo Kenyatta hayati alikuwa na tembelea pale familia kina Mbio Koinange. So pengine hapo ndio mambo yalikutania. Lakini mimi sina uhakika. Una uhakika? So hata mama yangu nilikuwa wakati nimuuliza baba yangu nani, namwambia watu wananiambia ati mimi nafanana na Kenyatta. Ananiambia wewe ni kufanana tu, mnafanana. Hiyo tu si watu fanana, unafanana tu. No, kusema kweli mimi wanasema nafanana mzee Jomo Kenyatta. Sasa nikauliza, kwani ni mimi peke yangu tu namfanana huyu mzee Kenya mzima na hakuna watu wengine wanaomfanana? Na nikiangalia pande ya huko kwake kwa mzee, naona watoto wake pia hawana hiyo sura yake kamili, ingawaje kuna chembe kidogo. Lakini wewe unaona kana kwamba mnafanana. Na sasa baada ya watu kukueleza kwamba mnafanana mzee Jomo Kenyatta, wewe mwenyewe ukiangalia ama uangalie zile pesa, kuna zile pesa zilikuwa zimechorwa mzee Jomo Kenyatta yeye mwenyewe, ukiangalia pesa hii noti bana, hii noti na mimi tunafanana, tunakaribiana. Ninajiona hapo. Na wakati una pesa? Najiona mimi mwenyewe. Na tena nikiangalia picha za mzee katika runinga, huwa nasikia mwili wangu unasisimuka. Ukiona zile zimetundikwa kwenye ukuta, ofisi za kiserikali, kiingia mwili nasisimuka na mwili, na nasikia saa nyingine nywele zinasimama. The moment umeona tu picha, najiona mimi mwenyewe. Hata kuna ile nini clip ya huyu mtoto wake ambaye anaitwa Peter Muigai Kenyatta. Katika ile maisha yake vile ilivyokuwa, ukiangalia hizo picha za mzee akiwa amepiga picha na familia, hapo katika hiyo picha yote au watu wote hakuna ambaye anayefanana na mzee, isipokuwa Margaret Kenyatta yule aliyekuwa mea peke yake. Huyo na mimi tunafanana. Mnafanana. Na sasa huu unachukulia vipi tunafanana? Na labda upande wa wale ambao unasema kana kwamba upande ule mwingine wakina mzee Jomo Kenyatta, labda kuna mmoja amefanya juhudi za kuzungumza na wewe? Hakuna yeyote aliyefanya juhudi ya kuzungumza na mimi, kwa maana wananiona kwenye runinga. Na si mara ya kwanza, ni mara mingi wananiona kwenye runinga, lakini hakuna yeyote aliyejitokeza kuja kuniuliza, lakini wewe kwa nini unafanana na baba yetu? Unaelewa? Ama ni mambo gani haya yalitokea? Kwa hivyo kwa saa hii mimi ile kitu natarajia kufanya ni kuitisha DNA ili nijue ukweli pale upo,
tutoe hii giza iliyoko kwenye macho saa hizi. Pawe pana mwangaza. Kwa maana saa hizi kuna giza kidogo. Naam. Mimi naona giza kidogo, kwa maana sina uhakika kama ni huyo ndio mzee wangu ama si mzee wangu. Unaelewa? Naelewa. Na labda sasa Jomo Kenyatta Junior, wakati ambapo tunapozungumza umefanana sana. Sasa umekuwa mtu mzima kiasi kwamba sasa labda mamako hawezi kuchukua mkono kukupiga kofi, hawezi kukukaripia, hawezi kukuzushia. Labda ulipata tena nafasi ya kuzungumza naye? Mama yangu ni mang'aa. Huyo hata atanipiga mpaka leo. Atakupiga vita kumuuliza tena mama, mimi nauliza babangu ni nani? Atanipiga. Kwa sababu unaona kama saizi sasa watu wengi wanasema ndo sasa ushafanana kabisa, ushafanana kabisa na mzee Jomo Kenyatta. Atanipiga, na mimi huwa sitaki kumsumbua tena. Kwa maana tushasumbuana na hii maneno kwa miaka mingi. Na ashakuwa mzee. Sasa naona tu niendelee na laini yangu tu peke yangu. Kwa maana alikataa kuniambia, sasa sina haja ya kumsumbua zaidi. Nataka tu nielekee kivyangu mpaka nifikie hao watu. Na kuna koti, si ndio? Nikiingia kwenye koti kuuliza kuulizia DNA, koti itanipatia hiyo nafasi ili tufanye hiyo DNA, tujue ukweli pale upo. Na we Jomo Kenyatta Junior, ungependa kuwa na kikao na hiyo familia, mzungumze mawili matatu? Ningependa sana. Tukae pamoja, tuongee, tuone ni yapi hayo tunaweza kubaliana. Iwapo kama mimi ni wa hiyo familia, wanikaribishe. Kwa maana damu ni mzito kushinda maji. Na sisi huwa tunasema mwanamushi yareda teagu. Mtoto ashazaliwa hauwezi kumtupa. Sasa saizi unachukulia vipi ukitembea kila mtu na mzee Jomo Kenyatta, ukitembea mzee Jomo Kenyatta, wengine wanadhani una mali sana, wanasema bwana tubaie lunch hapa. Sana kila mahali. Na ni ukweli una mali? Kila mahali nikitembea Nairobi, nakwambia siwezi tembea dakika 2 bila kusimamishwa. Jomo Kenyatta namna gani, habari yako? Wengine wananiambia hebu nishike mkono, mimi nasikia vizuri sana kama nikushika hii mkono yako. Wengine wananiambia tuchotee bwana, wewe ndio uko na mali yote, hata wewe sura yako ndio iko kwenye picha, iko kwenye pesa. Kwenye pesa. Sasa wengine wananiambia hata pengine umetoka kwenye pesa, sasa hii unatembea. Na hata nikikuona vile unatembea, mimi ufikiria pesa yangu imepotea. Sasa naangalia kwenye mfuko nione kama pesa yangu imepotea. Sasa unachukulia vipi hizi vitu zote? Ni mzito ndugu yangu, ni mzito. Ni mzito sana. Kwa maana kila mahali nikienda, Jomo, si nimekwambia leo nikiwa kwenye matatu nilikuwa nimeketi kwenye hii kiti iliyoko karibu na mlango. Sasa ukiangalia tu ndani unaniona. Sasa tukiwa kwenye jamu, kuna gari ya wanafunzi ilikuwa imebeba wanafunzi, hii Nissan ilikuwa imebeba wanafunzi. Sasa mimi naangalia nje hivi, naona msichana mmoja akaniona, akafanya hivi. Aiko sasa kwenye basi. Kushtuka akagusa huyo mwingine, akamwambia hebu tazama yule wao kuangalia. Nikaona wote wameangalia basi nzima wanafunzi na wanacheka. Mimi wafanya hivi, wakaniambia hivi, na wengine wakanionyesha one tap. Haya, sasa naona kwamba tutachukua mapumziko mafupi. Na kisha baadaye wakati ambapo utakaporejea sasa utakuwa kitujuza mengi kuhusiana na haya mambo ya activism. Kuna wengine wanauliza tumekuja kukuona tu juzi. Kusema kweli hata mimi nimekuona juzi kwa maandamano. Tunauliza wakati kwanza mzee Jomo Kenyatta ameanza kuandamana ama nini? Hata mimi kusema kweli nilikuwa nimechanganyikiwa. Wengine walisema mzee amefufuka. Nchi imeharibika. Sasa mzee ametokelezea kwenye makaburi, kwenye maandamano. Hata mamangu alikuwa, unajua mamangu alikuwa wakati alikuwa anasomea shule ya upili ya Njoro Girls. Njoro Girls Secondary School wakati huo. Pale Njoro mjini Nakuru. Sasa walikuwa wanatoka
asubuhi na mapema sana wanaenda State House kumwimbia mzee. Mzee alikuwa anapenda ngoma. Sasa wakati ambapo sasa amekwenda kwenye maandamano, akanipigia simu akaniuliza, nimeona kwenye televisheni taifa limeharibika, mzee ametokelezea ama nini? Aya, tunarejea hatiri udoge ni thini wa tafalira ya Geikaro na Wakiri. No muthenya omothe turi na Jomo Kenyatta Junior, ni muhuraniri wa ihoto cia muingi, niwe twi nake, ni twaigwa rugendo rwake na ndimwitaga ni gukorwo ni tafalira no tukoragwo tukiariria muri matiganite megie ihoto cia muingi, anakorwo muharina wa mbere hari kuhuranira ihoto cia muingi, na nikyo tumurehete thini wa tafalira ya Geikaro na Wakiri. Ndukaiguthie kuraya, turamba gwikiriro hanini ni turacokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system iria cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels, na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD, macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimo 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM, kana utuhurire thimu kugerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ngatho cia mwanya muno mwiroreri wa Kiheo TV. Njitagwo Wairura thini wa tabarira ya Geikaro na Wakiri. No muthenya umuthi tutire na Wakiri no indi twina muhuraniri kana activist muhuraniri wa ihoto cia muingi, na niwe twina nake gwitwo Bwana Ngige kana aka Jomo Kenyatta Junior, na niwe twina nake haho guo ni undu waku we mutiari na mweke wa kuona mzee Jomo Kenyatta ari haho guo na ni Junior no
reta turagitereta gogwo na rira tukura tukimurika maundu megi ohoro wigi activism ohoro wigi gutetera ihoto cia muingi. Karibu sana Jomo Kenyatta Junior. Watu wengi wamekuwa wakiuliza wewe ulikuwa wapi muda wote? Tumekuona wakati wa maandamano na manze polisi wanakushika, polisi wanakusumbua, hawaogopi. Nashika Jomo Kenyatta Junior namna gani kumweka pingu namna gani? Hawakuogopi. Iko namna hii mambo ya maandamano nilianza kitambo wakati wa Matiba. Wakati Matiba alisema nchi lazima iwe na vyama viwili. Alipojiuzulu kwenye serikali ya Moi, akatoka nje akasema mimi nataka kuwa na chama yangu iliyoitwa Ford Asili. Kwa hivyo hiyo wakati ndio tulikuwa sisi wale tunafuata maadili ya ukweli, tuliunga Matiba mkono na Charles Rubia. Tukangangana sana barabarani tukifanya maandamano na watu walikufa kweli siku hiyo. Na mali kaharibiwa kwa sababu ya fujo ile iliyokuwa, na kweli ilikuwa lazima hiyo kitu ipatikane kwa sababu uongozi wa Moi ulikuwa mbaya sana. Ulikuwa wa kumaliza watu, haswa Wakikuyu na Wajaluo. Walikuwa wanauliwa sana hiyo wakati. Kwa hivyo haijaanza saa hizi. Haijaanza saa hizi. Na kwa huo muda mwingine ulikuwa wapi? Kwa sababu wakati wa Matiba, wakati wa Sabasaba, labda tunaweza sema kwamba ni muda mrefu sana. Alafu sasa labda last year ama this year ndio sasa tumeweza kukuona. What about in between wakati wa Sabasaba 90s na saa hizi 20s? Huo wakati baada ya vyama viwili kuingia Kenya, mambo yakatulia. Tukakuwa tunaendelea na maisha, lakini hayakuwa maisha mazuri sana. Tukawa tunangangana tu. Mimi wakati huo nilikuwa nafanya kazi ya matatu. Nilikuwa dereva wa matatu. Nikafanya kazi ya matatu miaka mingi, nilifanya karibu miaka 10. Kisha nikachoka na hiyo kazi. Na hata hiyo wakati ule nilichoka na hiyo kazi, niliwacha gari yangu ile nilikuwa nafanya nayo pale hapo Commercial, na funguo nikawacha ndani, nikamwambia mwenyewe aje achukue gari yake. Mimi nikaenda nikakalia mkokoteni. Wakati huo kulikuwa na choo hapo, unaona hiyo choo iko hapo Commercial. Palikuwa na mikokoteni mingi zilikuwa zinakaa hapo chini. Sasa sisi tulikuwa tunaketi hapo tukikaa tu, wale watu walikuwa wanangojea spodi, walikuwa wanakalia hapo. So mimi nikawa join, nikawa naketi hapo, lakini siendi spodi, sitaki kazi ya matatu kabisa, ilikuwa imenichosha kabisa. Sasa hapo nikiwa hapo ndio kuna wazungu wawili walikuja wakaniuliza maswali ya kwamba tutapata gari ya kwenda Namanga wapi. Mimi nikawaambia gari ya kwenda Namanga iko kule OTC. Wakaniambia unaweza tupeleka? Nikawaambia ndio. Nikawapeleka, nikawafikisha hapo. Mimi nimewafikisha, sasa nataka kurudi. Wakanisimamisha, wakaniambia hapana, ngojea kwanza. Wakanipatia shilingi 800. Wakati shilingi 800 ni mingi. 800. Nikastuka. Wakaniambia hii ni yako, weka kwa mfuko. Nikaweka kwa mfuko. Mimi nikarudi huko. Sasa hao wageni walikuja wako na mabaga kubwa huko nyuma. Sasa ikakuwa kwamba nikiona wageni wote wako na bagi nyuma, mimi nawafikia na wauliza mnatafuta wapi? Niwaonyeshe. Na kweli walikuwa wanakubali, wananiambia tupeleke hoteli fulani. Nikiwapeleka kwenye hoteli wananipatia tip. Naye watu wa hoteli pia wananipatia pesa. Nikaona hii kazi ni mzuri sana. Hii ndio ile kazi mimi nafaa kufanya. Sio ile ya matatu. Ile matatu ya kusumbua. Inanisumbua sana kuendesha gari siku mzima, unachoka na nini. Sasa nikasema kumbe hii kazi ya tour, hii kazi ya wazungu ni mzuri. Sijajua mambo yote ya tour bado. Wengine wakaja wakaniuliza tunaweza toa wapi Tourist Information Center? Sasa nikiwa naendesha matatu hapo Tomboya Street,
kulikuwa na nyumba moja hapo Ludhuli Avenue na Tomboya Street, hapo kwa hiyo kona ilikuwa imeandikwa kibao kubwa, imeandikwa Tourist Information Center. So wakati wote nikiendesha matatu nilikuwa naiona. Unaiona. Nikakumbuka iko hapa, nikawapeleka hapo. Kuwapeleka hapo, wale jamaa waliokuwa wanawapatia information wakawapatia, mimi nikaona wazungu wakitoa pesa mingi, dola, wametoa dola mingi. Mimi nikashindwa hizi ni nini sasa hawa watu wameuza, sioni kitu yote, sioni bidhaa yote kwenye meza. Lakini pesa zimekuwa exchange, lakini pesa ziko hapa kwenye meza. Sasa walipomaliza, mimi sasa natoka na wageni, mimi najua naenda kupewa tipi yangu kama kawaida ile ya kuonyeshana. Yule mwenye kuchukua pesa akaniambia fikisha wageni chini alafu urudi kwenye ofisi. Nikamuuliza narudi kufanya nini? Akaniambia we rudi. Basi mimi kufikisha wageni chini, wakanipatia tipi yangu, nikarudi juu. Kurudi juu, huyo jamaa akaniambia, sasa wewe tunakupatia commission kutoka kwa hii pesa ile wageni wametoa. Wakanipa shilingi 20,000. Karibu nianguke. 20,000 wakati kama 800 zilikuwa ni pesa nyingi. What about now 20,000? 20,000. Ilinigeuza akili sana, ilinisumbua kichwa. Ilikuwa ni kama pesa ngapi saa hizi? Laki 1,400 zilikuwa pesa nyingi. Ilikuwa saa hizi ni kama tuseme 1,100 Kenya. It's a lot of money. Hiyo 20,000. So mimi nikachukua hiyo pesa, nikashindwa hii pesa ndaifanyia nini? Sijawahi shika pesa kama hii. Haya, katoka kaenda nyumbani, kaziweka chini ya mattress, na siongei na mtu. Sasa mimi utoa moja moja. Na wakati zilikuwa nyingi kwa sababu hakukuwa na 1,000. Kwa hivyo ni shilingi 100 pesa. 100 na hizi 200. Sasa ambazo ziko na picha mzee Jomo Kenyatta. Ziko na picha yangu. Zina picha yako zile pesa. Kwa hivyo unatumia pesa zako. Okay. Sasa na wakaniambia ukipata wageni kuwa ukiwaleta wapi? Unawaleta hapa. Sasa nikawa hiyo ndio routine yangu, na hiyo hapo Tomboya Street kwenda huko chini walikuwa na hoteli mingi sana na wageni walikuwa wanalala huko. Sasa wageni walikuwa wengi wanatembea peke yao. Mimi walinipatia karatasi ili niwe naonyesha wazungu. Nikionyesha wazungu imeandikwa Tourist Information, wananiuliza iko wapi hiyo ofisi, na wapeleka. Sasa Jomo Kenyatta Junior, wewe sasa mambo na activism umetueleza kwamba ulianza kitambo sana, na sasa wewe kuelekea Marekani, kwa sababu ndio nilikuwa nakuja hapo sasa. Haya ni sasa nikaanza kujua kazi. Hii hatua nikajua kazi kabisa, nikaanza kujua kampuni zingine ziko huko nje, huko kuanzia Tomboya Street kwenda pande ya Moi Avenue huko juu kuna makampuni sikuwa nawajua, lakini nienda nikawajua. Sasa ilipofika mwaka wa 2012 mimi nikawa nimealikwa kwenye sherehe ya kuhitimu kwa mwanafunzi. Sasa huko Marekani, huko Alabama. Kazini yangu alikuwa naishi huko. Sasa kazini yangu ndio akakualika. Niandikia hiyo barua, nikapata hiyo barua, nikaenda nayo kwenye embassy na nikapewa visa. Kwa hivyo pale kwenye embassy hawakuwa na usumbufu wote, washakuona wao wenyewe, walikuwa najua mzee Jomo Kenyatta kitambo. Hawakuwa na hiyo mawazo. Wao walikuwa wanajua tu mimi naenda kwenye hafla ya sherehe za za graduation, za kuhitimu. Lakini palikuwa na maswali mengi lazima uyajibu, kwa maana wanataka pia bank statement. Na hiyo bank statement hiyo ya kampuni. Kwa hivyo nilienda na bank statement ya kampuni
ya rafiki yangu, na hiyo kampuni ni Atua. Kaenda nikawapatia, wakaniuliza maswali na hiyo kampuni. Kwa maana hapo ndio walitaka kunishikia. Okay. Mali walitaka kunishikia ni mali ya transport. Maana waliniuliza, hawa wageni huwa unawapeleka vipi? Uko na magari? Nikamwambia sina magari yangu, lakini mimi ukomboa. Kwa maana walikuwa wanataka nikisema niko na magari, walikuwa wanataka kuniuliza logbook. Logbook ziko. Na sasa ukilinganisha, labda tukate story short kwa sababu ya muda wetu, ushafika kule Marekani, bado utaendelea na activism? Na hapana, huko Marekani mimi nilikuwa tu nafanya kazi zangu kama piga rangi, saa nyingine naenda naendesha Uber, Lyft, vitu kama hizo. Sasa na pia nilifanya kazi ya caregiving kwa wale wenda wazimu. Kuna wenda wazimu wanawekwa kwa manyumba huko. Ni watu wanajifanyia vitu vyote, lakini huwa wanapewa dawa. Na lazima wawe na staff yule anawapatia dawa, ndio kichwa yao isiwe mbaya zaidi. Na pia kule huwezi fanya activism, kwa maana kuna Marekani wenyewe wale wanafanya hiyo yao, kwa maana kuna mambo pia huko inawasumbua. Na sasa wakati ambapo umerejea hapa Kenya, ni mwezi wangapi tangu activism nilifanya ya Kenya, si ya kule? Sasa usharudi hapa Kenya. Sasa sijui utatueleza ni mwezi wangapi tangu ulipotoka kule Marekani, na still bado una ule msukumo wa ile activism. Mbona una ule msukumo wa kufanya activism? Mimi wakati, na utueleze, maafisa wa polisi wakikushika wanakuhangaisha kama vile ambavyo mimi wakinishika watanihangaisha sana. Mimi sifanani na mtu yote. Wewe ushakamatwa, utahangaishwa. Mimi kusema kweli nilikuwa nampinga Ruto, kwa maana mimi hata sikuwa nilikuwa nafuata Raila. Sasa niliposikia Ruto ameiba kura, nikaanza kupigana na yeye na video. Mimi nachukua video zangu na alafu nazipost kwenye TikTok, kwenye YouTube. Na nilipokuwa huko Marekani, kuna huyu Mkenya Marekani alinifanyia interview kama vile wewe unavyonifanyia sasa hivi. Kwa maana hao ndio walianza kuniambia kwamba wewe unafanana na Kenyatta nikiwa huko. Na hiyo runinga ilipotolewa kwenye YouTube, ilisambaa sana duniani mzima, wakisema kwamba kila mtu kwenye comment wanasema ndio huyu mtoto wa Kenyatta, ndio huyu hata anafanana na Kenyatta kushinda Uhuru. Walikuwa wanasema hivyo. Hata nilimpigia Raila simu nikiwa huko wakati after 2022 kura, nilimpigia Raila simu ya WhatsApp ya video. Kuniona hivi alistuka, akadhani ule ndio tulifungwa kapenguri ya pamoja. Sio yeye hakufungwa kapenguri. Yeye kuniona akaniambia I can see a reincarnation. Nikamuuliza which one? Akaniambia I see Jomo Kenyatta. Nikamwambia, akaniuliza are you a brother to Uhuru? Nikamwambia I might be. But you don't know. But I don't know. Yeah. Akaniambia but you look more Kenyatta than Uhuru. Nikamwambia go say hi to him. Akaniambia yeah, I'm going to say hi to him, and right now I'm just going to my office in Capitol Hill. So I'm busy. Kazima hiyo simu, nikapiga tena saa hiyo nikapigia Atuoli. Atuoli kuniona akaficha simu hivi. Nikamuuliza Atuoli, kwa nini unaficha simu? Kadhani mzee ashafufuka. Akaniambia mimi naona Jomo Kenyatta na kwa kikwetu kuona mtu aliyefariki ni vibaya. Ndiposa nimeweza kuficha simu.
Nikamuuliza na nini mmefanya huko Kenya? Akaniambia hayo ni mambo ya Mungu. Nikamwambia wewe si ulikuwa upande wa Raila? Mbona? Akazima simu. Kutoka hiyo wakati hajaongea na mimi. Hajazungumza. Kwa sababu nadhani labda anazungumza na yule mzee ambaye alikuwa Jomo Kenyatta wa kitambo. Na sasa kisha nikampigia Eugene Wamalwa. Eugene kuniona akasema, "Wow. You look more Kenyatta than Uhuru. Who are you? Are you the brother to Uhuru?" Nikamwambia, "I might be." "Yeah, you look more Kenyatta than him." "And where are you?" Nikamwambia, "I'm in the United States." Nikamuuliza, "And what have you guys done with the elections?" Akaniambia, "Well, it just happened like that." Nikamwambia, "No, it's not good. You guys, you have to come out and revolt about it and say no to it, because you can't be ruled by somebody who didn't win the elections." Akaniambia, "That's the plan we are having. We are going now to meet Raila at his Capitol Hill office." Na akazima simu. Okay. Sasa naona kwamba muda wetu ndio huu unatupeleka labda upesi. Hapa Kenya kumekuwa na maandamano. Wewe ni mtetezi wa haki za kibinadamu, wewe ni mtetezi wa masuala yale ambayo unataka yaweze kuzungumzwa, masuala ya ukweli. Hapa Kenya wakati ambapo mnapoenda kuandamana, watu wanakuchukulia vipi? Mtetezi wa haki, polisi wanakuchukulia vipi? Na labda umeshikwa hata kuweko pale kwenye seli. Waswajenzi wananipenda sana. Wananiambia mzee amekuja kututetea, amefufuka. Ndio huyu amekuja. Kwanza wanafurahi sana, wananiambia sisi tulikuwa tujaona mzee, tulikuwa tunamuona kwa pesa na tunamuona kwenye habari unaelewa, na hizi mavideo. Lakini sasa tumekuona wewe unakaa kama yeye kabisa. Hata sasa uko katika ile mrengo wetu wa kutetea watu wananchi wa Kenya. Hivyo taifa litakombolewa. Wananiambia tulikuwa tunajua yule tunatoa, lakini tulikuwa hatujui nani tunaweka hapo. Wakaniambia wewe tunaweza kukuweka hapo kwa maana wewe ndio baba wa taifa na wewe ndio ule mzee aliyebaki hapo. Sasa ile wakati wa maandamano wa kwanza ile ya mafuta, nilishikwa. Niliposhikwa nikawekwa ndani, tukapelekwa huko Central Police Station. Sasa wale askari nilipofika kule, hata askari wengine walikuwa wananipigia saluti. Wanaona mzee ndio huyu amefika, ameletwa. Na watu huko kwenye runinga wanaandika history has repeated itself, kwamba mzee ameshikwa Kapenguria 6, wakaweka picha ya mzee wakiwa Kapenguria 6 na sisi wale sisi wale wengine tulipelekwa hapa City Hall. Yes. Na hao wakaandika Kapenguria 15 wameshikwa, na mimi wakaniweka katikati na mzee katikati hapo. Na ukiangalia mzee na mimi tunafanana kabisa. Tunafanana kabisa. Sasa pale wakati ambapo unaposomea mashtaka, tukimalizia jaji anakuuliza vipi? Na anachukulia vipi? Jaji unajua hana mambo ya kibinafsi, atikuuliza mtu kibinafsi vile yuko. Anatusomea mashtaka tukiwa wote. Mashtaka yetu wote. Atatuita majina kulingana Kapenguria 15 wote wanasoma. Wote wanaitwa majina kama wote wako. Alafu sasa anatusomea yale makosa yetu. Na makosa hawatuambii kwamba ati tulikuwa kwenye maandamano. Wanatuambia ati sisi tulikuwa tumefunga barabara. Tunazuia magari kuenda pale yanataka kwenda. Na hiyo ni uongo. Ndio maana tuko na hao mawakili ambao wanaotusimamia. Na LSK ndio inatusimamia, inatoa ile ridhaa ile tunalipishwa kama bond ili tuweze kutoka. Na labda tukimalizia hivi, kuna maandamano ambayo yatakuwepo, huenda labda sijui utaweza kutokelezea, na zaidi ya hao pia haukasiriki wakati watu wanakueleza mzee tununulie mzee, huwezi kosa, wewe ni dadi, wewe mwanzilishi wa taifa, huwezi kosa, na wewe wakati huo sijui ni ukweli unazo. Mimi kusema kweli, mimi sio tajiri.
mimi sina hiyo pesa ati ya kuweza kupeana. Hata saa nyingine ninakosa, sina kabisa. Na watu wakiniangalia wanaona ni kama nina hiyo pesa, wanaona unakata. Lakini nawaambia hapana, mimi sijalelewa kwenye hiyo familia. Mimi nimelelewa huko upande ya ghetto, naona pande ya wale maskini, unaelewa. So ukiwaeleza namna hiyo wanarudi wanaelewa na wananiambia, lakini wewe ndio mzee, sisi tunajua wewe ndiye tunajua wewe. Hakuna mzee mwingine tumeona. Sasa wewe ndio mzee yule umebakia Kenya hii yote. Kama mzee wa yule tunaweza angalia na tukapatia heshima. Na pia wananiulizaga, mzee unatakaje, mambo iko aje sasa, unataka tuende tufanye maandamano lini? Kwa maana huyu mtu lazima tumuondoe. Haya, na labda tukimalizia kabisa, kuna wale ambao wangependa labda kuzungumza na wewe, wangependa labda kuingia pale kwenye kurasa zile ambazo ni za social media, labda kuna nambari ya simu, wangependa kukuuliza mambo na kupigania haki za kibinadamu, inaenda vipi? Tukimalizia tu labda unaweza kueleza ni wapi watakupata huenda? Mimi kunipata ni jiji la Nairobi, huwezi nikosa huko. Natembea huko kutoka chini mpaka juu. Na wasiogope kukusalimia. Wananisalimia wenyewe. Mimi kila siku nasalimiwa na watu karibu 100 kila siku. Kila siku. Wengine ni mapicha, wengine ni salamu, washike mkono yangu. Wanafurahi sana wakishika hii mkono. Na hata wazee kwanza wanafurahi sana wakishika hii mkono yangu. Na labda ungependa kuwa mbunge, mwanasiasa? Gavana, rais? Mimi nataka kuwania kiti cha rais, kwa maana hiyo ndio kiti yangu. Kwani ni uongo? Hicho ni kiti chako? Hicho ni kiti changu. Ndio nataka, na nataka kugeuza Kenya, kwa maana mimi nimekaa Ulaya na nishaona yale yanayoendelea Ulaya. Na naweza rekebisha Kenya ikawa kama Ulaya. Sasa umekuja kuchukua kiti chako. Haya, sasa tukimaliza, labda zungumza na mtazamaji kwa social media, tunapomalizia tutakupata vipi? Mimi kunipata ni huko Nairobi, na kwa maana sina mahali kamili ya pale ninakaa. Mnaweza nipata kwa nambari ya simu. Nayo ni 0141249066. Tumeshukuru sana kwa muda wako, na pia tutazidi kuzungumza naye, tutakualika tena kwenye kipindi. Asante sana. Migatho cia mwanya muno ucio nake ni Jomo Kenyatta Junior, ni waigua renda gutuika president tondu giti kiu uguo giturwa kiu ni giake. Hatiri undu ungi bururi wa Kenya gatiba ni tutikiritie gukorwo turi na freedom of expression, freedom ya kwiyaria. Ni tabarira ya giikaro na wakiri. Umuthi tumana muhuraniri wihoto cia muingi. Ni njitagwo Wairura. Migatho cia mwanya muno tutungane thiini wa tabarira ya giikaro na wakiri. Thank you.